Ushawahi kujiuliza GPA ya NECTA inatafutwaje? Leo nitakuonyesha namna ya calculate GPA kama ilivyo ya NECTA katika matokeo ya kidato cha pili, yani FTNA, na kidato cha 4 yani CSEE. Nitakupa mfano wa shule hii ambayo inaitwa Kigogo Sekondari kwa mwaka 2025. Kwa mtihani huu ina division hizo, lakini pia ufaulu wa kimasomo uko hapa, GPA na wanafunzi ngapi wamefanya, lakini pia kuna hii GPA ya shule iko hapa. Sasa namna gani inatafutwa? Je, wanatafuta tu wastani wa hizi ama kuna formula nyingine ambayo imejificha hapa? Kwanza GPA ni tutafutwaje? Namba moja, je, waga ni wastani wa GPA za masomo au ni wastani wa uzito, yani weighted average za masomo yote, au tunaangalia na division GPA, au division GPA ni kitu gani? Lakini tutaangalia wastani wa division GPA na wastani wa kawaida wa masomo, au wastani wa division GPA na wastani wa uzito, yani weighted average ya masomo. Sasa kutumia mfano huu tujaribu kufanya hesabu mbalimbali kuja kuona namna gani naweza kukaribia kwa shule hii. Shule hii GPA yake kwa mwaka kwa mtihani wa 2025 wa form 4 ilikuwa ni 3.7826. Sasa ukiangalia wastani wa kawaida wa GPA za masomo zote ambayo tumekuonesha hapo mwanzo, ukitafuta wastani wake unapata 3.9247 ambayo kabisa iendane na hii, ni zaidi ya hii. Ukiamua kutafuta wastani wa uzito, yani weighted average, nitakuja kuelezea baadaye na maana gani, wa masomo, yani kila somo nalipa uzito wake, unapata ni 3.9586, inakuwa kubwa zaidi kuliko hii. Ukiangalia tu division GPA yenyewe itaelezea hii inatafutwaje, ni 3.6, inakuwa ni ndogo kuliko hii. Lakini pia ukiangalia wastani wa GPA ya kawaida ya masomo, yani iliyoko hapa, ukachukua na hii ya division ukajumlisha ukagawanya kwa 2 unapata 3.7657. Angalau imekaribia lakini sio sawa. Lakini ukija ukachukua wastani wa uzito, yani weighted average wa masomo pamoja na division GPA, wastani wake unapata 3.7826 ambayo inaendana kabisa moja kwa moja na hii. Yani utafute hii average iliyoko hapa ambayo ni weighted, ujumlishe na division GPA alafu gawanye kwa 2, unapata hii ambayo ndio hii. Kwa hiyo kwa maana hiyo wastani weighted average ya masomo wa GPA za masomo pamoja na division GPA ndio inayotoa GPA ile ya NECTA. Nikuoneshe division GPA hii tunahangaika na division 1 2 3 4 na 0 2 ambaye hajafanya mtihani aliyefutiwa hatuhusiki nao. Kwa division GPA tunaangalia 1 ziko ngapi unazidisha mara moja, 2 ziko ngapi unazidisha mara 2, 3 ziko ngapi unazidisha mara 3, 4 ziko ngapi unazidisha mara 4, na 0 ziko ngapi unazidisha mara 5. Alafu jumlisha 1 2 3 4 pamoja na 0. Alafu nagawanya. Utakachokipata ndio division GPA. Turudi kwa shule yetu hii ambayo division yake ilikuwa 4, 2 15, 3 22, 4 65 na 0 16. Tukitafuta division GPA manake division 1 ni moja ziko 4 mara 4, alafu 2 mara 15 maana ni hii 2 ni kwa ajili ya division 2 ziko 15 na zishisha, 3 ziko 22 kwa hiyo tunachukua ni 3 mara 22, 4 ziko 65 tunachukua ni 4 mara 65 na 0 ziko 16 tunachukua ni 5 mara 16, alafu nagawanya kwa kujumlisha division 1, division 2, 3, 4 na division 0. Baada ya hapo moja mara 4 utapata 4, hii utapata 30, utapata hivyo chini ya 122 ambapo utapata 440 gawanya kwa 122 ambayo ukigawanya inakuletea ni 3.606557. Hiyo ukikadiria division GPA na kwenye viwango vinne inakuwa ni 3.6066. Hiyo ni division GPA. Hii mara nyingi huwaga iko chini kuliko ile GPA ya jumla. Unakuja sasa weighted side GPA. Maana yake kila somo hapa limepewa uzito.
Ukitaka uelewe hii, urudi chuoni wakati unasoma, kama umetumia GPA kutafuta ule ufaulu. Mara nyingi kila kozi ilikuwa na uzito tofauti, yani weight. Mfano kuna kozi zingine unakuta labda uzito wake ni 8, zingine ni 12, kuna wengine wao wanafanya labda ni 1, nyingine uzito wa 2. Maana ukipata A kwenye ile ambayo ina uzito mkubwa, GPA yako inakuwa affected positively kuliko ile yenye uzito mdogo, hata kama utapata A. Kwa kwenye civics kwa mfano, kwa wanafunzi wa hii shule, ukisikia clean, maana yake waliofanya mtihani na matokeo yakatoka, kutawachukua. Kwa hiyo GPA ambayo ya NECTA walioiandika hapo ni 3.3525, unazidisha na idadi ya wanafunzi unapata 401. Hiyo ndio weighted. Kwa history vile vile unazidisha. Mfano physics walifanya 30, GPA 3.9 unazidisha. Ukija kuanza kuzidisha, tafuta jumla ya hii ya kuzidisha clean na GPA za somo husika. Unapata hii 3918.9869. Alafu tunajumlisha na idadi ya upande huu wa wanafunzi wote ambao umeweza kuzidisha, ambao unapata 990. Ukigawanya hii namba na 990 unapata 3.9586. Hiyo ndio weighted average GPA ya masomo. Tofauti na pale ambapo ungechukua tu GPA hizi zote kwa tafuta wastani. Huo ni wastani ule wa kawaida. Haujaangalia hii somo limesomwa na wanafunzi wangapi. Hii weighted inajaribu kuangalia impact. Mfano kama huyu angekuwa na A nyingi, maana yake anakuwa na uzito mkubwa yule ambaye ana wanafunzi wengi kuliko ambaye ana wanafunzi wachache. Nitaeleza mwishoni kule. Kwa hiyo unakuja pata 3.9586. Ukishazipata hizo mbili, school GPA sasa unachukua division GPA unajumlisha na subject GPA unagawanya kwa 2. Kwa sisi hapa tumetafuta division GPA ni 3.6066 na subject GPA ambayo ni weighted ni 3.9586 gawanya kwa 2, ambao unakuja kupata ni 3.7826. Inaendana moja kwa moja na GPA yetu ambayo iko kwenye ukurasa wa NECTA. Kwa inakuwa namna hiyo. Kwa nini ni weighted average badala ya wastani wa kawaida? Kila somo ina mchango tofauti kulingana na idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani na ufaulu wao. Ndio maana inabidi zingatiwe. Mfano, mchango wa somo lenye wanafunzi 10 wakapata daraja A wote, na somo jingine likawa na wanafunzi 100 wakapata daraja A wote, somo lenye wanafunzi 100 litakuwa na mchango mkubwa kwenye GPA ya shule kuliko lenye wanafunzi wachache. Kama kuna matokeo ukifanya calculation isikuletee, tuta comment hapo chini baada ya video hii. Lakini cha mwisho kabisa, tuna website yetu ambayo inaitwa Shule Yetu. Tunajihusisha na matokeo mbalimbali ya, tunafanya uchambuzi pia wa matokeo ya taifa kama hiyo ya NECTA. Na wewe pia una uwezo tu wa kuingia hapa na kutafuta shule yako husika. Mfano kama hiyo tulikuwa tumetafuta Igogo, zitakuja hapa, nitafuta Igogo sekondari. Igogo sekondari. Hii hapa ambayo ina profile yake tayari hapa. Unaweza nikaweka namna hii. Kwenye hii profile ya Igogo sekondari tumejaribu kuelezea kila kitu. Kwaona kila shule yote ambazo tutavuta tumeshaziwekea hizi profile yake na taarifa zake zote. Mfano kama hii, wanafunzi wote wanaokuwa selected wanatokea wapi. Mfano hii, wanafunzi wote wa form 1 wanatoka ndani ya mkoa wa Mwanza na ndani ya halmashauri ya jiji la Mwanza, na inachangiwa na hizi shule 3 za shule ya msingi. Lakini pia yenyewe wanapofollow form 4 wanaelekea mikoa gani, halmashauri zipi na shule zipi kwa wingi, lakini pia wanachaguliwa kombi gani, lakini pia mikondo gani shule hii inatoa. Mfano kwa sasa hivi ni ICT inatoa language and literature, science na social science. Lakini kwa mtaala wa zamani form 6 na form 4 inatoa arts na science, haina masomo ya biashara. Lakini hapa ni masomo yanayotolewa pale na during instruction unaweza kuangalia pale. Lakini cha mwisho cha kusisitiza, mfano unataka analysis ya masomo sasa ya matokeo yako, A ziko ngapi kwenye mtihani. Ukija hapa ukichagua mfano kwa mtihani huu wa 2025 wa form 4 kwa shule hii,
maana yake matokeo yako yatafunguka hapa, ambapo hapa tumeweza kukuorozeshea kama ni 1 ngapi, grades A ngapi, na analysis ya kila somo moja moja. Lakini pia tumekuwekea button ya kutafuta ripoti hapa. Hii unaweza ka download kwako kabisa na ikakaa. Hii ina summarize matokeo yote. Kama shule yako logo yako iko mtandaoni, mara nyingi huenda tunashaipata logo yake itakuja hapa. Ni GPA ya mwaka husika, wanafunzi wangapi walifanya, waliokaa na waliofaulu. Lakini na baadhi ya taarifa hapa ni mgawanyo wa division. Baada ya division itakuja kwenye grades, yani kwa ujumla A zilikuwa ngapi shule nzima. Lakini tutakuja kwenye somo husika, labda civics, A zilikuwa ngapi za wasichana, za wavulana, na asilimia ngapi. Tukishamaliza masomo tunakuwekea pia mobility ya GPA za masomo, yani kutoka mwaka wa 2024 na 25 kumetokea mabadiliko gani. Mfano unaweza kuona civics ilikuwa na GPA ya 4.0816, mwaka 2025 ikaenda kwenye 3.3525, maana yake hii imeimprove. History unaweza ukaona imeshuka, geography imeimprove na kadhalika. Hizo tutakuwekea zote. Lakini pia hii table hasa ya mwisho inaonyesha tu ile analysis ya NECTA wenyewe, tumeikopi pale. Kwa hizi zinakuwa zote ziko bure na calculation zake zimefanywa kwa ufanisi. Lakini hapa pia unaweza ukaangalia shule ambazo ziko around kwenye shule hii. Lakini hapa pia unaweza ukabadilisha aina ya mtihani. Mfano hapa nimeenda form 2 2025, na uwezo pia kurudi 2024, nikaangalia matokeo ya mtihani husika iko hapa, na hii tunaweza tukai-prove kwa kuangalia hapa labda TNA 2024. Ikija hapa nikatafuta S1869 ambayo ni Google, unaweza ukaona at the end of the day GPA yake ni 4.1524 ambao